Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamwangazia John Kambona, mmoja wa mwanasiasa muhimu sana katika historia ya awali ya Tanzania. John Kambona alizaliwa tarehe 21 Juni mwaka 1926 katika eneo la Nyasa, Ruvuma. Alitoka katika familia ya kawaida, lakini tangu akiwa mdogo alionyesha akili na uelewa mkubwa kuhusu masuala ya jamii, haki na siasa. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari katika shule za mission, ambapo alijifunza nidhamu, uongozi, umuhimu wa elimu. Baadaye alijitokeza kama mwalimu, taaluma iliyompa nafasi ya kuwasiliana na kuelewa matatizo yao kwa karibu. Kuingia katika siasa na TANU. Katika miaka ya 1980 Tanganyika ilikuwa bado chini ya utawala wa kikoloni wa Waingereza. Kipindi hiki kilishuhudia kuibuka kwa harakati za kudai uhuru. John Kambona alijiunga na TANU, Tanganyika African National Union, mapema na kuwa mmoja wa viongozi wake wa mwanzo kabisa. Alikuwa msemaji mzuri sana, mtu mwenye ushawishi mkubwa kwa wananchi, Mwanaafrika aliyesisitiza uhuru kamili na wa haraka. Kwa sababu hizo alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa TANU, nafasi muhimu sana iliyomfanya awe karibu mno na Mwalimu Julius Nyerere. Jukumu lake katika harakati za uhuru. Kambona alikuwa mstari wa mbele katika kuandaa mikutano ya siasa, kusambaza ujumbe wa TANU vijijini na mjini, kujenga mshikamano wa kitaifa dhidi ya ukoloni. Alihusika pia katika mazungumzo na Waingereza kuhusu mchakato wa uhuru. Umahiri wake wa lugha ya Kiingereza na ujasiri wake vilimfanya aheshimiwe hata na wakoloni. Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961 na mchango wa Kambona ukatambuliwa kama mmoja wa nguzo kuu za ushindi huo. Nafasi za serikali baada ya uhuru. Baada ya uhuru, Kambona aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Baadaye akawa waziri wa ulinzi. Katika nafasi hizi alisimamia sera za kidiplomasia, alijenga mahusiano ya Tanzania na mataifa mengine, alikuwa sauti muhimu ya Tanzania katika siasa za kimataifa, hasa Afrika. Alionekana kama mmoja wa viongozi vijana wenye nguvu na mustakabali mkubwa wa uongozi wa taifa. Migogoro ya kisiasa na Mwalimu Nyerere. Kadiri miaka ilivyopita, tofauti za kiitikadi zilianza kujitokeza kati ya John Kambona, aliyekuwa na mtazamo wa kisiasa uliofunguka zaidi kiuchumi. Mwalimu Nyerere alisisitiza ujamaa na kujitegemea. Migogoro hii iliongezeka hasa baada ya Azimio la Arusha mwaka 1967, sera kali dhidi ya viongozi waliotuhumiwa kujikimbizia mali. Kambona alituhumiwa kupanga njama za kupindua serikali, tuhuma ambazo alizikana vikali. Kukimbilia uhamishoni. Mwaka 1967 John Kambona aliondoka Tanzania na kukimbilia uhamishoni kukimbilia uhamishoni Uingereza. Serikali ilimvua nyadhifa zote za kumtangaza kuwa mpinzani wa taifa. Aliendelea kuikosoa serikali ya Nyerere. Aliishi maisha ya upweke na siasa za upinzani. Hakuwahi kurejea tena kushika madaraka Tanzania. Maisha ya baadaye na kifo. John Kambona aliishi uhamishoni kwa miaka mingi hadi alipofariki tarehe 18 Julai mwaka 1996 akiwa nchini Uingereza. Wapo wanaomuona kama shujaa wa uhuru, wengine humuona kama mwanasiasa aliyepingana na mwelekeo wa taifa. Urithi wake katika historia ya Tanzania. Hadi leo John Kambona anakumbukwa kama mmoja wa waanzilishi wa TANU, kiongozi jasiri katika harakati za uhuru, mfano wa changamoto za kisiasa katika ujenzi wa taifa jipya.
Historia yake inaonyesha kuwa mapambano ya uhuru hayakuwa na njia moja, bali yalihusisha mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa Tanzania. Asanteni.